Mwenzao anajua kwamba Mungu amesema hakuna atakayekufa. Meli kweli itavunjika, lakini hakuna atakayekufa. Hawa wana mpango kwamba sasa badala ya kuyaona mafungo yanakimbia, tuyaue yote, alafu habari ishika. Kwa msaada wa Bwana kupitia Paulo wakaenda vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napoangalia muda wangu hapa, na dakika chache hapa, naomba niende kwenye ajenda hii. Ajenda yetu nyingine ambayo tutakuwa tunajifunza nyingine tusiacha ni zaidi. Masumbufu unayoyapitia ama huzuni ulio nayo ama majaribu ulio nayo hupelekea kufunguliwa kwa milango mbalimbali katika maisha yetu. Kitabu kile cha Yakobo sura ya 1 ule mstari wa 2 mpaka wa 4 anasema hivi: ndugu zangu, hesabuni kuwa ni faida ama ni thawabu pindi mnapoingia katika majaribu mbalimbali. Halo, pindi unapoingia kwenye changamoto mbalimbali, hesabu ya kuwa ni faida. Sasa ni faida kama utatoka kwenye lile jaribu pasipo kumtenda Mungu dhambi. Kama utalivuka yale, kama utayavuka yale masumbufu pasipo kufarakana na Mungu, ni faida. Ndio maana akasema na kazi yenu iwe ni kamilifu, isiyopungukiwa, iwe na saburi yenu iwe kamilifu. Kwa hiyo kumbe, kama mtu anatakiwa kuona mlango mwingine katikati ya maisha yake, mara kwa mara anauona mlango kupitia majaribu anayokutana nayo, ili uongezeke kiimani. Ili imani yako lazima ipande viwango na kufika kiwango fulani. Lazima imani hiyo ipite kwenye majaribu. Ikipita kwenye majaribu, unapovuka lile jaribu, unaendelea unavuka tena, unaendelea unavuka tena, imani yako inakuwa imara, imani yako inaongezeka. Uniangalia lile tatizo unalolipitia na ulione ya kwamba hii ni mlango ambao wakati fulani unanivuta ama unanisukuma kwenye milango mingine ya baraka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wewe wakati fulani unasema kwa kweli mtumishi unaongea, lakini hili nilo nalo sio hata jaribu. Hakuna kitu kisichokuwa ni jaribu. Kila kitu ni jaribu. Tena Mungu anasema na hawezi kutuacha tukajaribu kadri tusivyoweza, ila anataka tuwe wakamilifu. Kwa hiyo unapopita kwenye jaribu, unapitia huzuni fulani, acha kuitazama huzuni kama kitu ambacho kimekuja kukutesa tu. Itazame ile huzuni kama kitu ambacho kinataka kukuvuta kwenye nafasi nyingine, kinataka kukufungulia nafasi nyingine, mlango mwingine katikati ya maisha yako. Itazame namna hiyo. Ukitazama namna hiyo, uwe na uhakika kabisa hutaweza kufarakana na Mungu kwa sababu ya hilo tatizo. Utaendelea kukaa kung'ang'ana na Mungu kwa sababu unajua mwisho wa siku baada ya hili kuna utukufu. Kama hujanielewa vizuri, angalia maisha yote ya Yusufu, mtoto wa Yakobo. Yeye nyumbani anapitia vita ya kutokupendwa, kuchukiwa na kila mtu. Kwa kawaida ni huzuni, kwa kawaida ni mahangaiko. Kwa kawaida kabisa unaona mimi nimehangaika kweli, ndugu zangu hawanipendi. Kama hujui ya kuwa hiyo tabia hiyo inayoendelea hiyo huenda itakufungulia mlango mwingine mzuri zaidi, wala unaweza ukasema na kiadjust ili angalau niendane na wenzangu. Kwa hiyo wakati unajiadjust, unaanza kufarakana na Mungu, unaachana na ule mlango ambao unakuvuta kwa sababu ya hasira yao. Okay, wewe wengine vijana hapa hawajawahi kupanga. Sisi ambao tumepanga, wakati ambapo mama wa nyumba au baba wa nyumba akiwa anapiga kelele sana, mwisho wa siku kichwani mwako unasikia ili bora nijenge tu. Utapanga mpaka lini na hangaika hivi? Utaona mtu anahamia kajumba hata akajawekwa vizuri, akajawekwa hata
asili, akajawekwa hata vioo. Wakati kula anakotoka kupanga kulikuwa na geti. Unasema huyu mama ananisumbua, nasikia huzuni. Sasa hiyo huzuni inakuwa ni nguvu ya kukuvuta. Tafadhali naomba unielewe, inakuwa ni nguvu ya kukuvuta, inakusogeza kwenye mlango mwingine wa baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo Yusufu amekataliwa, wanaenda kumuuza. Kitendo cha kuuzwa, ndugu yangu, hapo hujawahi kuuzwa. Mbona unaandika sana wakupendi? Wenzako aliuzwa. Alipouzwa ilikuwa ni mchanganyiko, ilikuwa ni huzuni, ilikuwa ni mahangaiko, alikuwa anataabika, anawaza inakuwaje, kwa nini waniuze? Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe. Ukimuuliza Yusufu wakati anauzwa ni tofauti sana na ukimuuliza Yusufu wakati ni mfalme ama ni waziri mkuu mahali fulani. Ukimuuliza Yusufu wakati anauzwa atakwambia ni majaribu, ndugu yangu, hawanipendi. Lakini wakati